kwa moja tuingie katika mdahalo huu ambao nimekuahidini. Ni kwamba mzozo kati ya vyama vya wahudumu wa matatu, mtazamaji, unaonekana kukoleza hata zaidi baada ya ishara za kuondolewa barabarani kwa matatu zibebazo abiria 14 kudhihirika. Hapo jana muungano wa wanamatatu wa Association of Matatu Operators ulijitokeza na kudai kuwa baadhi ya wakuu wa vyama vyao wameahidiwa biashara katika mabasi ya kasi maarufu kama BRT ambao unapangiwa kuzinduliwa mwakani. Serikali kupitia kwa Wizara ya Uchukuzi inapanga kuzindua mabasi 64 ya kasi pamoja na magari moshi 11 mnamo Februari mwaka ujao. Hivi sasa kutoka studio zetu za katikati ya jiji tunajiunga na mwenyekiti mwingine wa muungano mwingine wa matatu ambao unajulikana kama Matatu Owners Welfare Association, Kushan Mushiri, ambaye vile misimamo yake ni kwamba hakubaliani na pendekezo la kuondolewa kwa matatu zinazobeba abiria 14. Hujambo Bwana Mushiri, karibu kwenye taarifa zetu. Kwanza kabisa, malalamishi yenu kama muungano huu ni yapi? Asante sana. Na Bwana Mushiri, iwapo unanipata, nauliza malalamishi yenu na misimamo yenu kuhusiana na swala zima hili ni ipi? Malalamishi yetu ni kwamba hawa watu ambayo wanajifanya kuwa wao ndio wenye matatu haswa, kwa kweli hao sio wenye matatu. Tungependa kusema ya kwamba wao wamekuwa wakisema wanazungumzia wenye matatu kwa miaka zaidi ya 30 wengine wao, lakini imefika mahala ambapo sasa hawana hiyo nia ya kushughulikia yule mwenye matatu na wanaangalia tumbo zao. Ndio unaona wameweza kwenda Mombasa, wakaweza kufanya njama na watu wachache kwa serikali ndio waweze kunufaika na zile basi 64 ambazo wameenda wakaahidiwa, na ile makubaliano ilikuwa ya kwamba wakikubaliana na serikali watapatiwa hizo mabasi 64 nao waweze kukubaliana na serikali kufukuza hizi matatu ndogo ya 64 sita. Ningependa kusema ya kwamba hizi matatu ambazo zinaambiwa ziondolewe 14 za abiria 14, hizo matatu hata mchana hazina watu. Hata ukiangalia kabisa wanatafuta abiria, na kama unatumia matatu utaona hivyo. So kwa hivyo sisi tunauliza, hata barabara yenyewe bado haijajengwa. Kama ni laini imechorwa pande ya barabara ya Thika ile. Ile barabara ya Thika imechorwa pande ya kulia. Sasa sijui abiria atashukishiwa wapi, atatokea wapi. Ile ujenzi ndio ilifaa iwe ya kwanza kuanzia. Lakini sasa wanaanza kwa kununua mabasi kwanza, alafu ndio sijui ama infrastructure baadaye. Hii kitu inakimbiliwa, na kusudio ya kukimbisha hii kitu ni watu wachache waweze kunufaika kwa kununua mabasi kwa bei mara 3 juu, na wale ambao wanaenda kudanganyana ya kwamba wenye matatu wamekubali ndio waweze kupata yale mabasi ambao wameambiwa watapatiwa bure. Bwana Mushiri, hiyo kitu ndio tunapinga. Tunaambia serikali tunajua iko na nia njema, lakini iongee na wenye matatu haswa. Ndio. Nafikiri hoja yako tumeipata, malalamishi yako, lakini ni akina nani hawa ambao unasema wanataka kufaidi? Unaweza kuwataja kwa majina wasikie walipo, kama ni kuja kukaa chini na nyie mzungumzi, ni akina nani walioahidiwa kufaidi na serikali? Bwana Mushiri, iwapo utanipata vizuri, nauliza hawa ambao unataja kwamba waliahidiwa na serikali kufaidi ni akina nani? Wanaotarajiwa kufaidi sio wengine. Unawaona hapa. Hii ndio picha ambayo ilichukuliwa pale Mombasa, ambapo walikuwa wamepelekwa na yule PS Housing, Bwana Muhinga Mwaora. Na hawa watu walikuwa kwa kampuni ambao ilikuwa registered kupitia kwake huyo PS Bwana Hinga na ufadhili wake. Hawa watu wamepelekwa China,
wamepelekwa South Africa, wamepelekwa hii nchi ya sijui Bogota, using the taxpayers money, pesa ya serikali. Na Mushiri, hayo kampuni yenyewe inajiita regional. Aha. Kampuni yajiitaje? Kampuni yenyewe inajiita Regional Metropolitan Transport Limited. Iko na washirika 18 ambao wako hapa. Naam. Majina zao ukitaka ni Benson Mwenda, iko Richard Wambogo Kanoru, iko Simon Mbogwa Kimutai, iko Dickson Mbogwa Keru, iko Lucy Washuka Madhenge ambaye ni mmoja wetu, ni mheshimiwa kutoka kule Kajiado, ambaye ni mmoja wa wale walijitoa wazi kuja kutupatia hii habari, na mwingine anaitwa Calvin Nyaure, pia ni mmoja wetu wa wale wamekuja kuisobro kuhusu hii kashfa. Kushan. Iko Jamar Ibrahim Hassan. Aha. Yes. Na shikilia hapo, tunajua majina labda ni mengi na najua hayo ni madai, sijui kama una thibitisho, lakini ili kuweza kupatia sauti ya baadhi ya wale ambao umewataja, Simon Kimutai tuko naye kwa njia ya simu, ambaye ni mwenyekiti wa Matatu Owners Association. Wache nimlete athibitishe kama madai yako ni ya ukweli. Bwana Simon, hujambo? Asante kwa kujiunga nasi. Madai ya Kushan Mushiri kwamba nyie ni baadhi ya wale ambao walikwenda mkutanoni mkaahidiwa kupatiwa biashara katika zile basi za kasi BRT, ni ya ukweli? Uongo mtupu. Mtu lazima awe atafute fact kabla hajazungumza. Mimi simjui huyo Mushiri na mambo yake yote ni ya uongo. Na ningependa kumpata nimwambie warning hakuna asiende akitaja majina za watu. Let him get facts. One is that BRT ni concept. Mimi leo nimetoa hata statement ya kuhusiana na mambo ya 14 seater. Na ajionee mwenyewe kwenye televisheni. Jambo la BRT ni concept. BRT ni concept ambaye inapraktisiwa dunia nzima kwa successful transport organizations, na serikali imeita association zote ambazo zinawakilisha wahudumu wa matatu na wenye wameweka rasilimali zao kwa matatu. Kisha wakaanza kuwaengage. Hii ni concept. Concept hii inaweza chukua hata miaka 15 hata 20. Saa hizi BRT huwa inataka dedicated lane. Hiyo haijatengenezwa. Ni mazungumzo tu. So hawa wanadhania ya kuwa kuna watu, kampuni ilifomiwa, ndio hii kampuni ni ya wale watu ambao wanawakilisha wale wote associations za transport, wamewekwa hapo ndio serikali iweze kuengage na wale watu wao waweze ku buy in through to get to BRT. Kwa hivyo bwana Kimutai, hii kampuni ya Regional Metropolitan kweli ipo? Ipo, hata ni karatasi tu. Ni kampuni ambayo imefomiwa, ni ya watu wote ambao ni wa matatu. They will be facilitated through that one. Na huyu bwana kama ni ya watu wote wa matatu, mbona huyu bwana Kushan Mushiri anasema hayupo katika hii kampuni? Yeye hajajua hiyo kampuni ni ya nini. Yeye vyama vyote vya matatu, public transport, vipo ndani. Sababu yake ya kuform hiyo ni pengine anafikiria wamewachwa nje. Hii yote vyama vyote vile vinawakilisha watu wa matatu wamewekwa ndani kwa niaba ya wale wafuasi wao. So this company ni company, wale madirectors are just holding its facilitation, wana hold tu kwa sababu kampuni kifomiwa lazima kuwe na majina za watu. So kila association zote zile zilikuwa zikiexist zimebeba wanachama wao nani hapo. Hii itatumiwa kufacilitate ili watu wakati utakapofika wa BRT kila mtu awe amejumuishwa. Aha. Na kabla bwana Kimutai, kabla kurudi kwake Mushiri, pengine utuelezee hawa wana matatu watafaidi vipi kutoka kwa hii kampuni baada ya matatu zao za abiria 14 kuondolewa barabarani? Na kusema kweli, hii haipo karibu na mambo ya magari ya watu 14 ya kubeba abiria 14. Haina uhusiano yoyote. Hii ni long term concept. Imecoincide tu, hata saa hizi nimetoa statement nikipinga
hiyo kuondolewa magari ya watu 14. Na hata hapo mbeleni mimi ndio nilimuomba president ya kuwa lazima haya magari yaendelee, na kukawa na presidential decree ya kusema haya magari yaendelee. Leo nimewauliza mbona mnajaribu kupinga rais wa Kenya, kwa sababu rais wa Kenya alipeana ile decree. So hiyo haina uhusiano hata kidogo. Hao wajue ya kuwa we are not in bed with the government. No. We are representatives. Sisi ni watu ambao tunawakilisha kama Matatu Owners Association ina wanachama wake. Mimi nimeeleza wanachama wangu wote about hii concept, na wakanipa ruhusa kuingia kule ndani. Yeye kama alikoko kwenye association yeyote, kama ni mtu wa matatu, najua hapa hii mambo ya matatu watu wengi wanasema kama wao sijawahi kuwaona, na nadhani ukiwauliza watoe logbooks za magari zao, hata wanasema mimi kama Kimutai sina gari. Nitashindwaje mimi Kimutai, leader wa matatu, sina magari? Shikilia hapo bwana Kimutai, wacha turudi kwake Mushiri Kushan. Umemsikia Kimutai akipinga vikali, anasema ni wewe mwenyewe hujajiweka makini kujua hii kampuni ni ya nini, na kwamba huu muungano wenu hawaufahamu hao kama muungano wa Federation of Public Transporters ambao waliunda Regional Metropolitan. Ni kweli wewe ndio hujatafuta kujiunga na huu muungano ama wa hii kampuni ya Regional Metropolitan? Si kweli hata kidogo. Ukweli ni kwamba hawa watu wenyewe kwa wenyewe walikosana pale Mombasa. Na sababu yao ya kukosana ni kwamba walikuwa wanataka wagawe wale magari na kubaliana watoe wale watu ya 14 seater, na kama uliona tarehe ile on Monday hao watu walikuwa wamenyamaza, na kama sijakosea Kimutai mwenyewe kwa ile Facebook yake aliandika ana support government, na ndio amekuwa amenyamaza hiyo muda yote. Hana la kusema, hata anashangaa leo amefikiriaje kuamuka, kwa sababu anajua yeye amesaliti wafanyabiashara kwa ili ajidufaishe mwenyewe. Bwana Mushiri, bwana Kimutai amesema kwamba hakuna uhusiano wote kati ya mabasi ya kasi na mabasi ama matatu hizi za watu 14 kuweza kuondolewa barabarani. Unaona uhusiano huu uko wapi kama unavyodai? Iko uhusiano kwa sababu ukiangalia hata sasa hivi zile matatu ambazo ziko njiani hazijazi abiria. Na ndio ile mpango ya hizo mabasi za kubeba watu wengi ziweze kuja Kenya, lazima kuwe na zile gari zitaondolewa ndio zile ziweze kupata abiria. Enda pale Kencom, utapata magari zimepanga foleni, abiria hakuna. Ile jambo iko, ndio maana unaona hata bei ile ya parking inateremshwa kutoka 300 inakuja chini. To create, ndio kucreate ile watu wa zile gari za kibinafsi kuwa motivate walete magari ku create a crisis. This is an artificial crisis being formed so that kuonekane kwa kweli hizi BRT zinahitajika, ambazo zinakoletwa ndio kunufaisha wale wadogo. Sioni kwa nini hii magari inaharakishwa iletwe hapa Kenya, ilhari hata ile infrastructure inahitajika hakuna. Abiria watashukishiwa wapi? Watabebewa wapi? Na raini ni ya right. Na bwana Mushiri, kwa nini wasitengeneze miundo msingi kisha walete ile mabasi? Mushiri, pengine swali ambalo mtazamaji atakuwa angependa hata kutoka kwako pengine ufafanue kabla kukuachilia, ni kwamba miungano imekuwa mingi sana kunradhi. Matatu Owners Welfare ni yenu, Association of Matatu Operators ya Jimali Ibrahim, Matatu Owners Association Simon Kimtai, Matatu Welfare Association. Tuwasikize akina nani katika hii miungano yenu, manake pia sasa mmeanza kugongana wana matatu abiria. Tumsikize nani? Jibu la hilo ni hili. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya tumeungana kama wenye matatu. Tumeamka kutoka kwa ile usingizi tulikuwa tumelala ya pono. Tumekubaliana ya kwamba tumewachilia hawa makatel wafanye biashara yetu kwa muda mrefu mpaka wamefika mahali
wao wenyewe wameamua wawe wenye magari kwa kudanganya serikali ya kwamba tumekubali kuondoka, na wao wenyewe ndio wanaletoa magari waumize mwananchi wa kawaida, huyu mfanyibiashara mwenye magari hizi ndogo. Kwa hivyo tumekuwa tukikutana usiku kucha. Hata jana nimetoka hapa Nairobi karibu saa 7, tumekutana na watu ya hapa Eastern wengine na watu ya kutoka pande za Rift Valley. Kwa mara ya kwanza tutawasilisha vyeti vya kampuni kwa registrar of companies, vyama vyote. Already tuko na 70% of the membership. Kwa hivyo hakutakuwa na swali la ni nani ana represent nani. Safi. Makatel tunawaambia bye bye. Huu ni mwamko mpya, na tutapokuwa tukisonga mbele kutoka tukipata cheti mtakuwa mnajua mwongozo wa matatu ni moja. Kushan, shikilia hapo hapo, naja kwako kumalizia, tupate kauli ya Simon Kimtai kufunga. Kauli za wana matatu miungano mnakinzana sana. Tumsikize nani? Angalia sasa, wenyewe kwa wenyewe mnapingana hadharani. Bwana Kimtai. Naam. Association iko na membership. Association ya Matatu Owners Association ni Kenya nzima. Kuna registered members. Na kwa hivyo najua mimi naweza kuregister, najua Uhuru wa Kenya anaweza kukupa hata kama mko na watu 5, ama mseme tu mimi nina chama kinaitwa hivi. Na muuliza huyu jamaa ako na nani? Ako na mtu mgani kama member, kama ni mtu wa matatu. Hata hivyo akiwa na watu sawa, ashike laini yake. Mimi shike laini, mimi na watu wangu ambao wana constitution ambayo iko sawa. Na utendaji wao wa biashara wanafanya kisawa. Leadership ile wanafanya iko kisawa. So kama yeye ana chama, kuna nimeona kama 2 sijui 3 zingine zimetokezea. Ni sawa, wako huru. Ile kitu iko ni ya kuwa katika hii kazi yetu ya matatu una ukora mwingi sana. So kama ana matatu, kama ana chama ambayo iko na ukwasi, sasa waendelee, lakini ile jambo umeuliza ni nani atasikizwa? So mtu wa sera zao na representation yao, mimi sijawahi kuwaona, hawajakuwa members wangu. So hawezi kudai kusema atikuwa mimi. Kwanza huyu anaongea sana ati mimi sina gari. Ananijua kweli? Na hata mimi mwenyewe ni chairman wa Starbucks. Naam. Hizo ni mabasi zaidi ya 100. Itakuwaje chairman bila kuwa na stake? Mimi ni chairman wa compliance management company ambaye ziko na mabasi zaidi ya 100. Naam, Bwana Kimtai, hoja yako tumeipata, muda hauko nasi. Mwisho kabisa, tutarajie nini? Matatu ziondolewe, BRT zije, mzozane paka lini? Tupe mwelekeo wa labda katika siku 10 zijazo, tutarajie nini? Nakwambia transport ni kitu ambaye lazima kiwe kinakuwa kila wakati wote inakuwa improved. Kenya itakuwa kama nchi zingine, lakini sisi kama watu wa matatu, mimi nataka ni lead watu wangu waweze kuown mabasi kama zile za dunia. Na we need to develop. The country is bigger than any one of us. Na kwa kudevelop, lakini pia mtu asitupe nje ya biashara. Mtu awe facilitated agrow, akwenda kuwa juu. So sio mambo ya kubishana hapa na pale. We want growth in public transport. We want order. Shukran sana Bwana Simon Kimutai, ni mwenyekiti wa muungano wa Matatu Owners Association. Bwana Kushan Mushiri kutoka studio zetu za katikati ya jiji, tumalizie sekunde 30, mwasemaje mwisho kabisa? Namshukuru sana Bwana Simon Kimutai kwa kusema ya kwamba ameona nuru ya kwamba matatu za 14 sita sasa hazifai kutolewa. Sio vile alikuwa ameona pale Monday. Na ningemuomba hiyo mpango ambao walikuwa nayo hii awachane nayo kabisa, na ajue sasa wenye matatu within the next 1 week tutashikana wote. Hivyo anasema ako na membership, tutaonana. Naomba Wakenya wote ambao ni wamiliki wa matatu wajue kwamba hii wiki tunaendelea na usajili wa makampuni yote na masakos zote, na ndio tuweze kuwa kitu kimoja, tuweze kusimamia hii kazi yetu
makatel bye bye. Asante. Sisi tumechukua hatamu kama wenye magari. Shukran. Kushan Mushiri ni mwenyekiti wa chama cha wanamatatu, Matatu Owners Welfare Association. Vile tumekuwa naye kwa njia ya simu bwana Simon Kimtai wa Matatu Owners Association. Asante kwa muda wako. Mkiendelea kuzozana, tunataraji kwamba sekta ya matatu itaimarika wakati tunaposubiri basi za kasi 64 BRT kuzinduliwa mwezi Februari mwaka ujao. Tutaendelea kuzungumza mitandaoni, mtazamaji, kuhusiana na swala hilo. Nasema asante sana mtazamaji kwa kuwa nami.